Lakini ubingwa wenyewe ambao ndani yake una mazonge mengi. Mara atoke aenda kavalia nyumba ya pili. Kama leo tena kaenda nyumba ya pili aenda kuvalia. Kwa hiyo kila siku anaenda kuvalia nyumba za pili. Namna shida kuelewa mamlaka inaweza kuchukua sheria. Yaani mtu anatoka hapa anaenda kuvalia nyumba ya pili. Anatoka hapa na nyumba ya tatu. Lazima sheria zichukue mkondo wake. Hiyo moja. Pili, ubingwa wa safari hii marefari wametunyonga sana. Kama Zanzibar tumeona jinsi walivyotunyonga, mechi na Azam walivyotunyonga. Kwa hiyo ni ubingwa ambao Yanga wamechukua safari hii, ni ubingwa ambao si wa halali. Mimi mwaka jana sijalalamika, ila mwaka huu nimelalamika kwa sababu tumezulumiwa vya kutosha. A few moments later. Vizuri sana. Ukisema hoja ya kufaidika na waamuzi, hata Simba imefaidika nao. Unaelewa vizuri? Na moja kati ya kitu cha hovyo sana kwa wana Simba, kuanza kuikomalia mechi moja ya Zanzibar mara baada ya kupata sare. Tuulizane hapa. Hii Simba imepata sare nyingi kuliko Yanga. Kwa nini sare ya Zanzibar wananungunika sana kuliko sare ya Dodoma? Kwa nini sare ya Zanzibar inakuuma sana kuliko sare ya Pamba Mwanza? Unaelewa vizuri? Wana Simba kuna muda huna haja kuwacheka kwa sababu cha kwanza hawana sifa ya kuwa wanachama. Hawana kadi. Kwa kuwa na mchanganyo huu wa changamoto ya afya ya akili ni haki yao. Huo ndio uhalisia. Kama unanungunika masuala mazima ya waamuzi, mbona nao umebebwa? Hivi Simba hajabebwa msimu? Hajabebwa Simba. Penalty ya Kapombe JKT hapa mechi iliyopita ilikuwa ni penalty halali. Tuulizane hapo uhalisia. Yenyewe imeshindwa kupambana kiwanjani kwenye mechi zake. Kwa nini Simba imepata sare nyingi kuliko Yanga? Imebebwa Simba? Yanga imebebwa? Hapana, ni maneno ya uchochoroni. Simba wajipange msimu ujao. Na niwaambie, Simba angenisikiliza chuma cha Mjerumani ungekuwa bingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Bingwa na mlikuwa mna uwezo wa kuchukua ubingwa huu. Kwa nini mnatafsiri vipi? Ni anguko pia kwa watani zenu pia wanachukua mara 5 mfululizo? Kukiwa na mazingira ya kiushindani na timu zote 16 zinazoshiriki ligi kuu zikiwa treated the same na kukiwa na fair competition, naamini bingwa anaweza kupatikana vizuri. Sisi mnajipanga kwa ajili ya FA, mmebakiza kombe moja la FA, mnakwenda kujipangaje kuhakikisha mnalichukua taji hilo? Tunajiandaa, tutashiriki mechi siku ya tarehe 4 na tunaamini kwamba tutakuwa na matokeo mazuri. Mwenyekiti, umezungumzia hapo fair competition, naamini imetumika kwa nyinyi mabingwa msimu huu. Unajua nyinyi waandishi huwa mnauliza maswali ambayo mnayajua, ila mnataka mtu mwingine aseme mnayotaka nyinyi kuyasema. Sasa maoni yangu ni hayo. Nimekwambia kwamba ili tuwe na ushindani mzuri, tuwe na ligi nzuri, lazima kuwe kuna fair ground kwa kila timu ambayo inashiriki ligi kuu. Mwaka jana mimi nilisema ubingwa wa Yanga una mashaka, na nikaja na hoja. Ndio timu pekee mwaka jana kadi nyekundu 2 zimefutwa, amefaidika nazo. Mwaka jana kadi ya Prison imefutwa, kafaidika Yanga. Mwaka jana kadi ya Coast Union imefutwa, kafaidika Yanga. Maana yake ubingwa mwaka jana Yanga amefaidika kwa makosa ya kibinadamu ya waamuzi waliokwenda kutoa kadi ambazo hazikustahili kutolewa. A few moments later. Lakini kuzungumza bila kwa ushahidi ni kuizalilisha ligi na ni kuleta mambo ambayo hayana msingi wote. Kwa sababu na alishakuwa bingwa miaka 4. Sasa kama ndio alizokuwa anatumia njia hizo akaacha, na kuna wengine wanatumia haya, haja tupe evidence.